Series number 2 ni vipi watoto wanaweza kutumia pesa, maana tumeona mwanzo ni vipi wanapata pesa. Number 1 ambayo hii ni kama cultural mindset, kwamba kila pesa tunayoipata lazima tuitumie hadi ishe ndio roho zitulie. It's very okay to pay yourself. Ni vizuri kumfundisha mtoto kwamba anatakiwa kweli kutumia pesa anayoipata, ajibless. Yes, it's very okay. Lakini sio yote. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni asilimia ngapi tutakuja kukiongelea baadaye. Namba 2, anatakiwa kuanza kufikiria afanye uwekezaji au investment kwa ajili ya maisha yake ya baadaye. Let's say baadaye anatamani kuja kuwa na kiwanda chake cha kutengeneza bracelet, au anatamani kuja kuwa na kampuni yake ya kitu fulani. So as the dream, wanatakiwa pia kuanza kufanya investment. Number 3, wanatakiwa pia kutoa misaada. Yes, we are blessed to bless others. So mtoto akipata pesa anatakiwa ajue pia kwenye pesa anayoipata anatakiwa kusaidia wahitaji. Kuna watu ambao hawana uwezo, kuna mayatima, kuna watu ambao wanakwama some places, kuna watu wanalala njaa. Ni vizuri kufundisha watoto kujua kwamba kuna haya makundi ya watu ambao yanahitaji msaada. That's number 3. Number 4, anatakiwa kufanya saving. Anatakiwa kufanya saving as, let's say anapata 5,000 hawezi kufanya investment. So zile pesa ndogo ndogo anazozipata anatakiwa kuanza kufanya saving ili baadaye aweze kufanya investment. So hizo ni njia 4 ambazo you need to teach your child. Kwenye kila pesa anayoipata kuna hayo maeneo 4 ya kuzingatia. Thank you. Let's wait for the next post and see ni nini tutapost.